Ndugu zangu na dada zangu, unaweza kuwa umesongwa na mawazo mengi. Utafanya nini? Utatenda yapi? Utaanzia wapi? Shukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii umeiona. Shukuru Mwenyezi Mungu sababu ndio mwenye kesho na kesho kutwa. Ukitafuta Mwenyezi Mungu utakuwa umepata vyote. Lakini tukitegemea za dunia ni za kuvunja moyo. Leo ziko, kesho haziko. Leo ziko bei nafuu, kesho ziko bei ghali. Kitu ya maana katika dunia ni kutafuta Mungu. Huyu Mungu aliye na upendo. Huyu ametuonyesha siku ya leo. Huyu anatujali. Huyu asiyeweza kushindwa. Huyo aliye Alfa na Omega. Huyo anayetuita tuje kwake. Waliolemewa na mizigo mizito, mizigo yetu ule anaweza tutatulia ama ule anaweza tusaidia ni Mwenyezi Mungu. Bila Mungu hatutaweza lolote. Tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, mambo zingine zote zitakuwa sawa. Kwa kuwa tutahangaika hapa na hapa, tukinugunika hii na hile, lakini tukiwa na Mwenyezi Mungu, tutamtegemea Mwenyezi Mungu wa kesho yetu. Tumsifu Mungu na tumuite yeye anayeokoa. Tuende mbele zake kwa kujuta dhambi zetu na tuweze kutubu dhambi zetu. Tukishatubu dhambi zetu, maisha yetu ya kesho na ya kesho kutwa tumuachie, ni mzigo wake, atatusaidia. Vile unaona sisi wananchi ama ulimwengu tuna vitambulisho katika dunia. Ukifikisha umri ya kuchukua kitambulisho, unapewa kitambulisho katika ulimwengu. Hivyo wokovu wa kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kitambulisho cha wokovu. Ende uokoke, hiyo ndio kitambulisho ya mbinguni. Okoka, omba Mungu na Mungu atakuelekeza. Kwa kuwa dunia na kila kitu unaona cha dunia kinapita. Kesho yetu hatujui tutafanya nini. Kesho kutwa hatujui Mungu amepanga nini. Sekunde hatujui kutakuwa aje. Tunafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu na tuwe watulivu, tusiwe watu wa kunugunika, tupige magoti, tumsifu Mwenyezi Mungu, tumuombe, tuseme Mungu ulisema tusishughulikie ya kesho. Maandiko matakatifu yanasema ya kesho Mungu ndiye anayajua. Sisi hatujui ya kesho. Ya kesho kutwa hatujui. Wewe ukisikia kuna mfalme wa wafalme, yeye ndiye anajua mwanzo, yeye ndiye anajua mwisho. Sasa sisi wanadamu tunajua nini? Hakuna kitu tunajua. Hata tukijitazama vizuri, saa hii uambiwe lisali moja kutakuwaje, hatutaweza kujua. Ni Mwenyezi Mungu peke yake anajua na ndiye amebeba maisha yetu. Kama wewe uko na afya, kama wewe ni mgonjwa, shukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mungu ndiye ako na maisha yetu. Kama uko na njaa, shukuru Mwenyezi Mungu ndiye ako na maisha yetu. Na wakati unamuita, Mungu hawezi kutuaibisha. Kesho yetu itakuwa mzuri. Ametuahidi kuna urithi wa mbinguni. Ametuahidi kuna karamu mbinguni. Tutawezaje kuaibika na ametuahidi? Hatutaaibika kwa kuwa maneno yake yatoki bure. Maneno yake yanatoka kwa sababu baraka umemkiri Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Ukishamkiri Bwana Yesu ni mkombozi wa maisha yako, tayari utauona ufalme wa mbinguni, kwa kuwa Mungu ukimuita hautaaibika. Unaweza kuwa umetembelea kwingi au kupata kile ulichotaka, lakini ukiwa na Mwenyezi Mungu
hautaaibika. Utaona wema wake na utaona fadhili yake. Usinugunike kwa maisha ya leo hapa duniani, ama ujipangie ya kesho makubwa, sababu kesho ni ya Mwenyezi Mungu. Kumbuka yale yote tumepangiwa, lakini Mwenyezi Mungu anatuepusha. Si ndiyo Mungu wa kutafutwa? Si ndiye Mungu wa kumkimbilia akuokoe? Si yeye peke yake ndiye anajua matatizo yetu? Si yeye peke yake ndiye anajua kila mwanadamu na jina lake? Sisi wanadamu tukae tu wanyenyekevu, tusinugunike na tumuombe, maisha yetu ya kesho itakuwa bora. Tulipangiwa mabaya, Mungu hakatuepusha. Tunasema shukurani kwa wema wake. Mbinguni yake yeye, duniani yake yeye, viumbe ni vyake yeye. Sifa ni kwake. Utupiganie Mungu, utuongoze Kristu, utuombe Roho. Tunashukuru. Mbinguni yako wewe, duniani yako wewe, viumbe ni vyako wewe. Sifa ni kwako. Amen, amen, amen.